Kwenye maisha unapotafuta mafanikio, kuna nyakati huwa tunaziita defining moments. Ni nyakati ambazo hasa zinaweza zikajulisha kama unaweza ukaendelea mbele zaidi, ukabaki ulipo, au ukarudi nyuma kabisa. Ni nyakati ambazo zinajulisha kama ndoto yako inaweza kufanikiwa au ndoto yako itafikia mwisho kabisa. Nyakati hizi ni muhimu sana kwa sababu watu wengi wanaopoteza ndoto zao ni kwa sababu ya nyakati hizi muhimu. Na kuna nyakati tatu ambazo ukiweza kuzipita vizuri kwa mafanikio, hakika utaweza kufanikiwa kwenye ambacho unataka ukifanya. Na haijalishi kwenye biashara, kwenye familia, kwenye shule, kwenye chochote ambacho unakifanya, kwenye mahusiano. Hizi ni nyakati ambazo ukizipitia ukaweza kuzishinda, utaibuka upande wa pili ukiwa mshindi. Wa kwanza kabisa, au wakati wa kwanza kabisa, defining moment ya kwanza kabisa ni pale unapotakiwa kuacha usichokipenda ili ufanye unachokipenda. Na hii ni transition ambayo watu wengi sana imewasumbua na imewapa matatizo. Inawezekana kwa leo unachokifanya ukipendi. Inawezekana kwa leo unachokifanya si kitu unachokifurahia. Ule wakati utakaolazimika kukiacha usichokipenda ili uanze kufanya unachokipenda ni wakati muhimu sana kwenye maisha yako. Na watu wengi sana wanatumia muda mrefu kufanya hayo maamuzi. Yaani kwamba mtu anajua kabisa anachokifanya hakipendi na hana mkakati wote anaotengeneza ili kuhama kwenye asichokipenda kwenda kwenye kufanya anachokipenda. Kikubwa atakachokifanya ni kulaumu na kulalamika tu. Atakwambia kwamba mimi bwana sipendi, atalalamika hii kazi sipendi, atalalamika hii biashara sipendi, lakini mwisho wa siku hakuna hatua yote ile ambayo anaichukua. Huu ni defining moment. Kadiri unavyochelewa kufanya maamuzi, ndivyo kadiri itakavyokuwa ngumu kwa wewe kubadilisha maisha na kuishi maisha ambayo unayataka. Kama uko katika wakati huu, jitahidi kufanya maamuzi mapema au kuwa na mpango ambao ni thabiti unaoonyesha utatokaje hapo ulipo kwenda sehemu ambayo unatakiwa kuwepo. Wakati wa pili au defining moment ya pili ni pale unapopoteza unayempenda. Hizi ni nyakati ambazo watu wote tunazipitia. Wakati mwingine atakuwa ni mzazi wako, wakati mwingine atakuwa ni mtoto wako, wakati mwingine atakuwa ni mwenzi wako. Unaweza ukampoteza kwa maana ya yeye kuondoka duniani, lakini unaweza ukampoteza kwa sababu mahusiano yameharibika. Watu wengi maisha yao yameharibika na kudhorota baada tu ya kupoteza watu ambao wanawapenda. Ukiweza kuvuka katika wakati kama huu, unaweza ukawa ni wakati muhimu sana wa kujenga misuli ya wewe kufika kule ambako unataka kwenda. Si jambo rahisi, lakini jambo la lazima kukabiliana na hali hii. Kuna mambo katika maisha hatuna uwezo wa kuyabadilisha. Yakishatokea, yametokea kwa sababu ni mambo yaliyoko juu ya uwezo wetu. Ukishindwa kukubaliana na hiyo hali na ukaweza kufungua ukurasa mpya wa maisha yako, itakuwa ngumu sana kwa wewe kusonga mbele. Kuna watu leo kilichowafelisha na kinachowafanya wasisonge mbele ni kwa sababu tangu wapoteze wanayempenda kwa namna yote ile, aondoke katika maisha yao, hawajawahi kurudi kuwa wa kawaida. Hii ni defining moment ya maisha yako. Jambo la tatu au defining moment ya tatu ambao lazima ukabiliane nao na uishinde na uweze kufanikiwa kwenye maisha ni kutopata matokeo katika kitu ambacho anakiamini. Watu wengi wamekata tamaa mapema sana kwa sababu aliamini katika kipaji chake lakini bado hakijampa matokeo. Aliamini katika wazo lake la kibiashara lakini bado halijampa matokeo. Aliamini katika ujuzi wake bado hujampa matokeo. Matokeo yake nini? Ameamua kukata tamaa. Anasema sifanyi tena. Anasema hili jambo aliwezi kufanikiwa. Usisahau, kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Usitamani kuanza kuvuna wakati bado ni wakati wa kupanda. Watu wengi wanapofika katika nyakati kama hii, wameacha kufanya vitu sahihi kwa sababu wameshindwa kuona matokeo. Wamekimbilia kufanya vitu ambavyo sio sahihi kwa sababu wameona vina matokeo haraka. Lakini vile vitu vyenye matokeo haraka haviwaridhishi, haviwapi satisfaction. Matokeo yake ni kwamba wanafanya, kila mtu nje anawasifia, lakini ndani yao wanasikia utupu na upweke ambao huwezi kujazwa na kitu chochote kile isipokuwa kwa wao kurudi kufanya kilicho sahihi. Sijua kama wewe umewahi kupitia nyakati hizi tatu ambazo tunaziita defining moments, nyakati ambazo zinaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Ningependa nisikie kutoka kwako experience yako, uzoefu wako katika jambo hili ukoje? Niandikie hapo chini kwenye comment na kwa pamoja tujifunze vizuri. See you.